Watu wengi leo wanaishi maisha ya kujilinda, si ya kutarajia mema. Wanatarajia mabaya ili wasiumie. Wanapunguza matarajio ili wasivunjike moyo. Na bila kujua, wanajifunza kuishi chini ya uwezo wao. Lakini kuna ukweli mzito sana ambao haufundishwi mara nyingi. Maisha mara nyingi hukupa kile unachotarajia, si kwa bahati, bali kwa mwelekeo wa akili yako. Leo nataka nikufungulie fikra itakayokubadilisha. Kutarajia mema si ndoto, ni msimamo wa ndani. Karibu kwenye Fikra Sahihi, mahali ambapo tunaunda ushindi kuanzia kwenye fikra. Kabla hatujaendelea, kama unapenda mafunzo yanayojenga akili, yanayorekebisha fikra na yanayokuandaa kwa maisha ya ushindi, subscribe sasa hivi kwenye channel ya Fikra Sahihi, bonyeza like, shiriki video hii na andika maoni yako ili ujumbe huu uwafikie wengi zaidi. Leo nitakufunulia nguzo 4 za msingi za kutarajia mema na kuyapata. Sio kwa kujidanganya, bali kwa kuifundisha akili yako kuona, kuamini na kuchukua hatua sahihi. Namba 1. Tarajio ni maelekezo kwa akili. Akili ya mwanadamu hufuata kile inachoamini. Ukitarajia kushindwa, akili huanza kutafuta ushahidi wa kushindwa. Ukitarajia mafanikio, akili huanza kutafuta njia. Watu wengi hudhani wanatazama dunia kama ilivyo, lakini ukweli ni huu. Wanatazama dunia kulingana na walivyotarajia. Mfano, watu wawili wanaingia kwenye fursa moja. Mmoja anasema, hii haitanisaidia. Mwingine anasema, nitaona nitajifunza nini hapa. Matokeo hutofautiana si kwa sababu ya fursa, bali kwa sababu ya tarajio. Unachotarajia huunda unachokiona. Namba 2. Acha kutarajia mema kimya kimya. Yaweke wazi ndani yako. Watu wengi wana matumaini dhaifu. Wanataka mema lakini hawaamini kwa kina. Wanajisemea labda. Wanajilinda dhidi ya kuumia. Lakini akili haiitiki labda, inaitiki msimamo. Mtu anayetarajia mema kwa dhati huanza kuzungumza tofauti, hutembea tofauti, huchukua hatua tofauti. Mfano, mtu anayetarajia kufanikiwa hujiandaa kana kwamba mafanikio yanakuja. Mtu asiye na tarajio huchelewa, huahirisha, huacha mapema. Mema huja pale unapoyakaribisha kwa msimamo. Namba 3. Tarajio jema huimarisha uvumilivu. Kila safari ina vikwazo, lakini tofauti ipo hapa. Mtu anayetarajia mema haachi njiani. Anapokutana na kikwazo hasemi nilijua. Anasema hiki ni sehemu ya safari. Mfano, watu wawili wanakutana na changamoto. Mmoja hukata tamaa haraka. Mwingine huendelea kwa sababu anaamini mwisho ni mzuri. Tarajio jema humpa mtu nguvu ya kuvumilia. Unapotarajia mema, unapata nguvu ya kusubiri. Namba 4. Tarajio jema huelekeza hatua zako. Maisha hayabadiliki kwa kutarajia tu, yanabadilika kwa hatua. Lakini hatua nyingi hutoka kwenye tarajio. Mtu anayetarajia kushindwa hachukui hatua kwa ujasiri. Mtu anayetarajia mema huthubutu. Mfano, mtu anayejiona mshindi hujaribu tena hata baada ya kuanguka. Mtu asiye na tarajio huacha mapema. Tarajio si mwisho wa safari, ni mwanzo wa mwelekeo. Hatua zako hufuata kile unachokiamini. Onyo: ukitarajia mabaya kila wakati, utaishi maisha ya kujilinda. Utaacha kujaribu kikamilifu. Utaishi nusu ya uwezo wako. Na bila kujua, utaridhika na kidogo kwa sababu uliogopa kutarajia zaidi. Kutarajia mema si kujifanya, ni kuamua. Ni kuamua kwamba hautaipa akili yako kazi ya kukuangusha. Ni kuamua kwamba utaishi ukiwa wazi kwa uwezekano wa ushindi. Maisha hayakupi kila unachotamani, lakini mara nyingi hukupa kile ulichoandaa akili yako kukipokea. Anza leo, tarajia mema, tenda kwa ujasiri, vumilia kwa imani, na polepole utagundua kwamba mema yalianza kukufuata. Kama ujumbe huu umefungua fikra zako, basi uko mahali pasipo. Subscribe kwenye channel ya Fikra Sahihi, like video hii, shiriki kwa mtu anayehitaji kurekebisha matarajio yake, na andika maoni yako ili ujumbe huu uwafikie wengi zaidi. Fikra sahihi huzaa matarajio sahihi,
na matarajio sahihi huzaa maisha bora.